Mimi naenda acha hawa. Huyo ni mwalimu. Lakini hapo huko. Unaona hivi. Na hizi matofali zenye zilikuwa hapa chini zimewachana. Hakuna kitu yenye. Hii kuta vizuri. So unaona hii crack. Hii crack ukiangalia hapa vizuri hata so unaona imeanza kutoka nje. Inakuja hivi. Inakuja nje hapa. Inakuja. Unaona hii crack? Na ukiangalia kwa ndani utaona crack iko lakini sio kubwa vile hii iko hivi. Sasa hii kubwa kumaanisha inakuja hii ukuta inakuja. Hata ukiangalia classroom nyingine hapa chini. Ndio ukiangalia hiyo ukiona hii inatingika hivi. Sikia, inatingika hivi. Good afternoon. Good afternoon, teacher. From here we are going to relocate from this class because of the challenges that we have seen. Is it clear? Yes. So you pack up your belongings and then we move very slowly. Hata ndio hii. Unaona pale hapo juu. Hiyo side nyingine iko juu kidogo hapo ukiangalia sema. Ukiangalia sio inatingika kweli. Darasa inatetemeka. Ukifanya hivi unaona kitu kinatetemeka. Inatingika. Lakini tuliitwa hapa kwa kamati tukakuja kukaa kwa gorofa hapo juu. Alafu wakati wanatembea unasikia hiyo gorofa inatetemeka mpaka unasikia unahofia maisha yako. Basi tukauliza na hii ni nini? Basi sasa kile kilikuja kuniletea shida sana, watoto walisema ni watoe hapa ni wapeleke kwa shule ile inaitwa Ikonza ndio imejengwa gorofa vizuri. Hati hii gorofa watoto wakirukaruka huko juu inabomoka mpaka madirisha yote. Na tena imeinama mahali kwa grade 7 mahali wanasomea. Nikawa na wasiwasi na watoto yangu wananiambia sisi ndio tunakaa hapa. Nikawa na wasiwasi sana. Nikasema sasa nitafanya namna gani, na wenye wanahusika na mambo ya elimu hawaoni hiyo ama wakuje kuangalia. Na injinia mwenye alijenga aliona kabisa hiyo shule iko kawaida, na wale watu wenye wanapima magorofa kama imejengwa wametembelea yako hiyo shule. Sasa nikawa na wazika sana, nikaona mvua ya mwezi wa 4 ikikuja itakuwa shida. Sasa hiyo ndio ilikuwa waziwazi yangu sana, na watoto wakawa wananisumbua hata silali. Sasa hata wakikuja nasikia roho yangu inatetemeka, kwa sababu vile niliona na vile watoto wanasema inaanza kukatika kinama mpaka mambao inaonekana yenye walikorogea. Nikasema sasa hapana, kwa maana gorofa itakikani ifanye spring kama ile nini ya kitanda ya spring.
ukitembea juu inarudi chini na swing. Hiyo ndio nikanipa waziwazi, kwa maana watoto tena wameanza kuhofia. Sasa nikaangalia kitu chenye mtoto wangu ule nimezaa amehofia, na mimi mzazi mwenyewe tena niliona na macho. Sasa nikisema nizidi kunyamaza, hii itaniletea shida. Alafu baadaye tukuje kusema tulijua itafanyika hivyo, baadaye na kumbe tumeona na macho. Kwa hii ghorofa yote hakuna pila, na tena nikiangalia hata zile waya walitumikia kujenga si waya za kawaida, zile zinaweza jenga ghorofa. Kwa hii darasa vile unaiona hapa nyuma, ilibidi waongeze ikuwe ghorofa. Sasa wakati imekuwa ghorofa ni kama kulingana na environment ya hapa, imeonekana ya kwamba vile ilianzishwa chini haikuwa imeanzishwa kwa ile muundo ya kujenga ghorofa. Lakini kwa sababu kuna ghorofa hapa, mimi naona ni kama hiyo ndio imekuwa chanzo kikubwa cha hii building kucrack hivi. Kumekuwa na buildings zetu hapa zenye watoto wa junior secondary wamekuwa wakisomea. Kwa bahati mbaya naona tumekuja hapa tumeziangalia tukapata hizi buildings kuna cracks, na pia ukienda hapo ndani zina swing. Kwa madarasa zingine ingawaje kutakuwa na changamoto kwa hii shule kwa sababu madarasa 4 saa hii tayari wanafunzi wame-evacate. Kumaanisha ya kwamba wakati wanafunzi wame-evacate kwa haya madarasa 4 kunaenda kuwa na upungufu wa madarasa kwa hii shule. Kwa hivyo pia naomba serikali zetu, hasa mheshimiwa wetu Gimose, kama anaweza sikia kilio cha wananchi wa hapa, akuje aingilie kati, at least hizi madarasa waangalie, hata kama wanikujenga madarasa zingine za muda kwa kiwanja chenye kiko karibu, ili kusaidia wanafunzi wetu waendelee na masomo. Sisi ni wazazi wa hii shule na tumeona kama watoto wetu wataumia kesho. Tumekuja kuona vile watoto wetu wangeumia kesho, lakini tumewaokoa. Watoto wametoka ndani tayari hawana mahali pa kusomea. Tunaomba mheshimiwa kama atatusikiza akuje ajengee wanafunzi madarasa kama 4 hivi 5 hivi, hata kama ni ya mabati. Wakiendelea kujenga hii wakuwa wanasomea kwa hiyo madarasa. Tumeingia ndani ya hii classroom zote zinatingika ndani mbaya sana. Yaani hata kama unatembea si hata unakimbia unatembea tu hivi, lakini unasikia ni kama inataka ianguke chini. Please mkuje mbomoe hii kabla haijafanya maneno. Kama wazazi wa hii shule, engineer vile alipewa hii kazi, naona angeanzia tu chini upya kujenga, lakini yeye alianza kwa darasa yenye ilikuwa na akatengeneza ghorofa kwa hiyo darasa. Nimepata habari kwamba mjengo huu hata hauna approval plan. Watu wenye walijenga huu mjengo sijui walitumia njia gani. Haina hata plani yoyote katika hii shule. Kwa hivyo mimi nimetoa ombi kwa serikali, Department Ministry of Education, ifunge mjengo hii haraka kabisa mara moja, wanafunzi wapate suluhisho, tujengewe jumba ingine mpya, wanafunzi waingie ndani. Badala ya kungoja watoto waangukiwe na mjengo wafe. Condemn yule ambaye alijenga mjengo huu na wale ambao waliapprove hii structure. Lazima wale waliapprove hii structure walichukuliwa hatua kali, kwa sababu hii ni pesa ya serikali iliyoletwa hapa kujenga na imetumika vibaya.